sinning. Kwa sababu vitu vyenye nataka kuongelea vinaungana na dhambi. It is similar to sinning. Lakini dhambi ni nini? But what is sinning? Dhambi ni kutokuamini. Sinning is not believing. Kwa sababu gani? Why? Tukiangalia katika shamba la Eden, if we look at the Garden of Eden, mtu wa kwanza Mungu alimwambia usiguse kwa huu mti from this tree. Lakini miti yote unaweza kugusa na unakula. Lakini huu mti ukigusa, if you touch it, kufa utakufa. You will die. Lakini hakuamini Mungu. But he did not believe God. Akakaa mwa ile shamba. He stayed in that garden. Akizunguka karibu ya ule mti. When he's going near that tree, anasema ninaweza kukula. He's saying I could eat this tree. Yenye Mungu alisema ni ukweli. Was what God said true? Ndio maana shetani alimkujia. That is why Satan came to him. Mawazo yako haikudanganyi. Your thoughts are not lying to you. Mawazo yako iko nakuambia ukweli. They're telling you the truth. Bwana turumie sana. Amen. Kama uamini neno la Mungu, if you do not believe the word of God, unafanya dhambi. You are doing sin. Kitu ambacho umesikia katika maandiko, ukingalo na kiwazia mara mbili mara tatu, you are doubting it. Uko unafanya dhambi. You are sinning. Na hapo shetani ndio anaingia. Satan is going to come through. Anakudanganya. And he's going to lie to you. And you're going to sin. Chochote umekiona, everything that you see, umesikia katika neno, if you see in the word, amini ni kweli. Believe that it is true. Bwana turumie sana. Amen. Usipoamini, if you do not believe, unafanya dhambi. You are sinning. Pasipo imani, if there's no faith, haiwezekani kumpendeza it is Mungu. impossible to please the Lord. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini kitu kile tutaongea, what will we talk about? Tutaongea juu ya kuomba. We'll talk about praying. Na nitaongea juu ya roho ya maombi. The heart of prayer. Roho ya maombi. The heart of prayer. Bwana asifiwe sana. Kuomba ni kuzungumza na Mungu. Praying is talking with God. Kuomba, when you pray, maombi sio kitu cha dini. Prayer is not something that is religious. Yeah. Ni kitu cha dini. It is something that is religious. Ni kitu cha sheria. It is a rule, a law. Ni kitu cha sheria. It is a law. Sio kitu cha dini. It is not something that is religious. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu Yesu alipokuja, because when Jesus came, alikuwa anaambia watu, he was telling people, ufalme wa Mungu, the kingdom of heaven, umekaribia. is coming near. Kwa hiyo Yesu, Jesus, alikuwa analeta ufalme wa Mungu mahali hapa. Yesu alikuwa anakuja kutufundisha juu ya ufalme wa Mungu. Na unapoomba, and when you pray, kwamba unaomba juu kwa ufalme. Bwana asifiwe sana. Sio mambo ya dini. It is not religious. Ni mambo ya sheria. It is the law. Ni mambo ya ulimwengu mwingine. It is another world. Ni ulimwengu wa Mungu. It is the world of God. Ufalme wa Mungu. The kingdom of God. Sio ufalme wa dunia hii. It is not the kingdom of God right now. Praise the Lord. Mtu ukiwa na tatizo, when someone has a problem, unabidi kwenda kwa court. You must go to the court. Ili upate sheria. So that you can receive the law. Kitu chochote. So that you can receive what you want. Na hiyo kitu kikipata, and if you receive that thing, uwe citizen wa hiyo nchi. You must be a citizen of that country. Na ukiwa citizen wa hiyo nchi, citizen of that country, unaenda kuomba kitu kwa government yako, utapewa. For your benefit, you will receive it. Lakini unabidi kujua kwamba you must know kile that kitu kiko katika katiba ya nchi. That thing is within the law of the country. Sana. Amen. Katiba yetu ni Biblia. Our law is the Bible. Bwana asifiwe sana. Amen. Katiba yetu ni Biblia. Our law is the Bible. Na Biblia, kila kitu kiko ndani ya Biblia, ni cha kwetu. It is ours. Wakati unapoomba, tumia maandiko yenyewe yako katika Biblia. Mwambie Mungu vitu viko katika maandiko. Hiyo ndio katiba yako. Hivyo utapata kile unachoambiwa unapoomba. Bwana asifiwe sana. Amen. Pale kwa koti, then the court, huwezi kwenda bila lawyer. You cannot go without a lawyer. Hakuna wakati watakukatalia. There are times when they will refuse you. Hii kesi unabidi kuwa na lawyer. In this case you need a lawyer. Bwana asifiwe sana. Na hapo kuko judge. And there's a judge as well. Judge yuko pale ambaye ataamua. The judge is there that is going to make a decision. Kama utakubalia ombi lako. If you're going to receive what you want. Ikiwa unataka kufanya divorce na if you want to get a divorce with your husband or your wife, utatafuta lawyer. You look for a lawyer. Ndio akubalie. Lawyer will accept you. Then you will leave each other. Lakini usiseme Fred alisema kwamba tuachane. We should leave each other. Lakini Yesu alikataa. Jesus refused. Yesu alisema kwamba ukimwacha mke wako, if you leave your wife, na mume wako, your husband, unaenda kutafuta mume mwingine, unafanya dhambi.
Bwana tumie sana. Wewe unafanya dhambi. You are sinning. Lakini hiyo ni sheria ya But dunia. that is the law of this country. Ya hii dunia. Of this world. Lakini sheria ya dunia ya kwetu But the law ambapo ni ufalme wa Mungu, Kingdom of heaven, hakuna mtu anaacha mwenzake. there's no one that is leaving anyone. Mkutanana, If you find each mkutanana mpaka other, you're mwisho. holding each other Bwana until the tumie last sana. days. Labda Mungu akuonee Maybe huruma. God will forgive you. Kwa sababu kuna katika ufalme wa Mungu Because in the kingdom of heaven, kuko emergencies, there are emergencies or kuna kwaka dharura. there are emergencies. Kwa sababu Mungu akiona hivi vitu Because if haviwezekani, God sees this yeye is not mwenyewe possible, He atakutenga. Himself, He'll Bwana separate siwe, you. Amen. anakupa mume He'll mwingine. give you another Lakini husband. sio kichwa chako But it unaanza should not be in your kuruka, mind for unaanza you kujitenga. to separate yourself. Utajaribia You will ruin na ufalme wa yourself Mungu and you will hautaupata. make God not happy. Bwana turumie sana. Amen. Bwana turumie sana. Amen. Wakati unapeleka hiyo ombi, When you take that prayer, unaomba you pray. ukijua kwamba lawyer ni If you nani? know who a lawyer is, Lawyer ni Roho Mtakatifu. lawyer is the Holy Spirit. Bwana sio sana. Praise the Lord. Lawyer ni Roho Mtakatifu. Lawyer is the Holy Spirit. Roho Mtakatifu The Holy Spirit ndio lawyer wako. is your lawyer. Ndio anajua vyenye viko They are the ones that katika. know what is happening. Anajua vyenye viko Biblia. They know what is in the Bible. Yeye wakati unataka kupeleka ombi lako, When you want to take your prayer, ukianza if kushindwa, you start failing, yeye atachukua hatua, He's anaanza going to kukusemea. take the step and talk for Anaanza you. kukusemea. He's going to talk for Kwa you. sababu gani? Why? Yeye ndo anajua He's the one that knows vitu vyenye viko katika the things katiba. that are within Vitu vyenye viko the katika law, Biblia. the things that are within the Maandiko Bible, vizuri. the Kwa good sababu words. maandiko yanasema Because the words sisi say, hatujui we kuomba, do not know how to lakini pray. Roho But the Holy ndiye Spirit anayeugua is kusema the one- kutamkwa. Yeye ndiyo anajua, anatuombea. He's the one that prays for Bwana us. asifiwe sana. Amen. Yeye ndiye They atakuombea are the one that going to wakati pray for unataka us kushindwa when you maneno. feel like you're gonna Bwana fail. asifiwe sana. Amen. Na ukijua sasa And if you know jije ni nani? Who the judge is. Jije ni Yesu. Judge is the God. Bwana asifiwe sana. Amen. Yesu ndiye atahukumu, ndiye ataamua. God is the one that's going to take that spot. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndio ataamua He's kama going to utapewa take ile the ombi spot, lako, going to see if you're kama going to receive your utakubaliwa prayer, if you're wala going to be kama accepted, or utakataliwa. if you're going to be refused. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Kwa hiyo sasa With that, mbele uende kupeleka before ombi you go and lako, take your prayer, jiji anabidi the kukujua judge needs to know you. na lawyer And the anabidi lawyer kukujua. needs to know you as well. Ambia lawyer kesi You yako. tell your lawyer the case. Mimi shida yangu ni Me, hii. my problem is Na this. napenda niende want to kupeleka go- kwa jiji. I want to go to Ili the judge nikubaliwe. so I can be Ninataka accepted. hivi hivi. I want this, this, this. Kwa hiyo lawyer wako hautamdanganya. You will not lie to your lawyer. Danganya If you lawyer lie to your lawyer, utafeli. you're going to fail. Bwana turumie sana. God help us. Amen. Amen. Tuko pamoja. Are we together? Sijui kama ninawapeleka I don't mbali. know if I'm taking you too Lakini far, tutakuwa but pamoja. we'll be together. Bwana asifiwe sana. Amen. Lawyer ni Roho Mtakatifu. Lawyer is the Holy Spirit. Unamwambia kila kitu. You tell them everything. Roho Mtakatifu anakujua Holy wewe. Spirit knows you. Anajua njia zako. They know your ways. Anajua hali yako. They know your Anakujua situation. mahali They unapoenda. know where you are going. Anajua wewe ukiwa They kwenye know makosa if you fail wala here uko sawa. or if you're good. Bwana asifiwe sana. God help us. Ndio sasa anakupeleka mbele ya Yesu. That is why you take it to God. Unaanza kwenda, Yesu atahukumu. God will take the role. Anakupatia ombi lako. He's going to give you your Kwa hiyo prayer. Yesu utamdanganya. Will you lie to God? Yesu You will hautamdanganya. not lie to Yesu God. anakujua vizuri. God knows you very Anakuelewa well. vizuri. He Kwa understands hiyo hawezi you. So kumdanganya. you cannot lie to Bwana asifiwe him. sana. Amen. Kwa hiyo ile nyumba yote yenye The iko house pale that is there, bako pale juu wewe they are there for uishie. you to fail. Ili wewe upate. For you to get Wewe there. upate kile kitu For you unachotaka. to benefit. Kwa hiyo hauna woga. You should not be afraid. Ukijua kwamba wewe ni rafiki To wa know that Yesu. you are a friend of Wewe God. Roho Mtakatifu ni rafiki yako, To iko know that the ndani Holy yako. Spirit is within you, is your friend. Unapata kila kitu. You receive everything. Bwana asifiwe sana. Amen. Cha kwanza unabidi The first thing, kuwe mwenyeji You wa must be mbinguni. the person of Unabidi heaven. kuwa You umeokoka. must be saved. Kuwa mwana wa You Mungu. must be a child of Ndipo God. una uwezo That is wa when you have kuomba na You have unajibiwa. the right to pray and you get answered. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Ndio hivyo. Ukiwa mwana wa That is Mungu how it is if you're a na child of unaenda mbele God za Mungu, and you go to God. usiwe na oga wa You should kuomba not have chochote. fear to pray. Utapewa.
you will receive. Lakini sasa But kuko sharti moja. there is one rule. Hapa kwa hii ulimwengu wetu, Here in our world, ukikuwa kwenda kuomba kitu if you go and pray for something kwa government, to the government, banaangalia rekodi they yako, look at maisha your yako, records, your life, jinsi ulikuwa naishi, how you were living. ulikuwa criminal, When you una were kesi criminal, mbaya, bad ndio cases, watakupea. the Holy Spirit will refuse you. Lakini sasa But katika ufalme wetu in the nako kingdom of heaven that we wanaangalia have, kama uko na they look dhambi. at you have sinned. Bwana siwe sana. Praise the Lord. Na utamdanganya Roho And you will Mtakatifu not lie kama to the una Holy dhambi. Spirit that you do not have sin. Hautamdanganya Yesu You kama will not huna lie to God that dhambi. you have no Ukijua sin. kama uko na If you know that dhambi, you have a sin, ukienda na ombi if you lako go with your prayer, litakataliwa. it will be Bwana refused. turudie sana. God help us. Hautapita. You will not Lakini pass. anapenda uwe But kwenye He wants you to mstari. be on the line. Ukienda mbele If za you go Mungu, forward, ukienda na if you go na to ombi Him, lako, if you go to Him with your uhakikishe prayer, uko safi make mbele sure za that you are Mungu. clean, you are Malaika pure. anakujua The vizuri. Holy Spirit knows you Roho very Mtakatifu well. anakujua vizuri. The Holy Spirit knows Mungu you. anakujua vizuri. God knows you. Na hauwezi You kuwadanganya. will not lie to Ndio them. maana maombi yako That is why your hayajibiwi. prayer is Ndio not maana being. hausikizwi. That is why Kwa you're not sababu listened to. unajidanganya wewe Because you're mwenyewe. lying to yourself. Unaenda pembeni na neno You're la going Mungu. away from the Ndio maana word. haujibiwi. That is why you're not answered. Bwana turumie sana. God help us. Tusome maandiko katika Matendo ya Mitume We'll look sura at yake Acts. ya 12 mstari wa Acts chapter 14. 12 verse 14. 12:14 tunasoma kwa jina la Yesu. Ndiyo. Alipotambua sauti ya Petro, hakufungua lango Ndiyo. kwa ajili ya furaha, bali alipiga mbio akaingia ndani, akawaambia kwamba Petro anasimama mbele ya lango. Unaendelea Hapo hapo tu. Amen. 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 Bwana siwe sana. Praise the Lord. Rudilia tena vizuri. Wala Repeat. wa English asome. Acts, No, Ingereza au English. Acts chapter 14. Acts 12. chapter 12 verse 14 says, Yes. when she recognized Peter's voice, she was so overjoyed she ran back without opening it and exclaimed, Peter is at the door. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna msichana mmoja anaitwa Ruth katika chumba. It was within the room. Fasi ambapo walikuwa A wanamuombea place where they were Petro. praying for Peter. Petro alikuwa amefungwa Peter was closed, locked. na Yohana akafungwa. John was opened. Yohana alipofungwa akauawa When John was locked up, he was killed kwa sababu ya neno la Mungu. because of the word. Na Petro naye akashikwa. Peter was also locked up. Kanisa lililokuwepo hiyo The wakati church that was there at that time likaona ya kwamba saw that Yohana walishamuua John is killed. na Petro naye wamemshika And wamuue. they're grabbing him to kill him. Wakaona tutafanya namna gani? So what can we do? Sisi hatutaenda fanya We will maandamano. not go and do our business. Hatuna uwezo wa We do not have the strength to go and fight. kuzuia Petro We asiuawe. don't have the strength to Kwa stop sababu them from walishaua getting killed. wenzake, Because the people, they have killed the other men, batamuua na they yeye. will kill them as Na well. kulikuwa walipomfunga When they locked him up, wakasema ya they kwamba said that baada ya Pasaka after Passover, watamuua they're going to Petro naye. kill Peter as well. Wakristo wakati huo The Christians at that time, wakaona ya kwamba they saw that waingie katika they maombi, should go to prayer. waombee Petro They should pray for ili Peter Mungu ajibu. so that God can Waliona answer. They saw hawataweza, that they cannot hawataweza, do hawana it. They uwezo don't have the wa strength kumfungulisha Petro, to help hawatapana rushwa, They do not have the hawataingia fasi yoyote They do not have the right to go there, kumfungulisha. to go and Wakaona open him. waingie katika They saw that they should maombi. go to Bwana prayer. asifiwe sana. God help Wakaingia us. katika maombi They went through kwa ajili ya prayer. kumwombea Petro For Peter. ili Petro afunguliwe. So Peter can be Nikakwambia opened up. shida ulizonazo wewe The problems that you ni kwa have sababu is hauombi. because you're not Unakosa praying. maombi. You don't have Nakwambia prayer. chochote I tell you, tunachopitia everything that you have, maombi it inayohitajika. has a prayer that Ikiwa is needed. umekosa maombi, See that you hakuna have nafasi no prayer, unaenda. you're not going Ikiwa umekosa anywhere. maombi, If you see vitu that you have ambavyo no prayer, haviendeki katika maisha yako things within your life, hautaenda. you're not Lakini getting there. nakwambia But I tell urudie you, maombi. go back to Chochote prayer. ambacho nakikosa Everything that you do not have, utakipata. you will Chochote find it. ambacho hauna Everything that you do not utakipata. have, you will Wanaoshi find it. ambao wanakusumbua The people that are hawatakusumbua annoying you, tena. they will not Ukiingia disturb you maombi, anymore if you ingia pray. katika maombi. If you go into Omba prayer, Mungu. pray to God. Shida ambazo The tunazo problems that you kanisani have, mahali popote ni kwa sababu tumepungukiwa na maombi. they don't have Bwana turumie strength sana. because we are Nachokwambia down ndugu prayer. yangu, I tell you, my ujitahidi friend, try your kufikia best. maombi. Go through Sijui prayer. nini imekupata. I don't know Sijui what has umepata gotten shida you. gani. I don't know what Wewe problems you usishike have. kuomba,
hauombi tena. Ulikuwa unaomba, ulikuwa unalia mbele za Mungu ukipata shida na Mungu anajibu. Lakini leo wewe huyo maombi umeacha, hauombi tena. Maombi ya kikundi hauombi tena. Maombi ya wewe peke yako hauombi tena. Maombi ya watu wengine hauombi tena. Umeshaacha maombi, unafikiria vitu vingine, lakini msaada wako ni maombi. Unabidi kurudia maombi ndugu yangu, unabidi kurudia maombi dada, rudia maombi kaka, rudia maombi ndugu yangu, ongea maombi ya kanisa, ingia katika maombi ya wapendwa, ingia katika maombi wenyewe katika nyumba yako, fungua maombi katika nyumba yako, omba na watoto wako, omba na familia yako, chochote unachokihitaji kitapatikana kwa maombi. Bwana asifiwe sana. Watumishi waliokuwa wanatafuta maombi, waliona Petro ameshikwa, wakaona hawataweza kumfundisha Petro, wakaingia kwa maombi, wakaomba. Malaika kutoka mbinguni, Mungu akashusha malaika, akashuka, akampiga Petro kwenye ubavu, akamwambia Petro vaa, Petro twende. Petro akatoka nje, na alikuwa amefungwa minyororo ikakatika kwa sababu ya maombi, Maombi ilifungua milango ya gereza. Kulikuwa milango ya chuma ilikuwa imefungwa, lakini Petro alipofika kwenye milango ya chuma ilifunguka. Maombi yanafungua milango ya chuma. Maombi yanafungua milango ya chuma. Imeshindwa kufungua shida zako, haiwezi kushindwa kufungua shida zako. Rudia maombi mpendwa. Maombi ndio yanakusaidia. Matatizo unayokimbia nayo, unalia juu ya watu, unalia juu ya watoto wako, unalia juu ya mume wako, unalia juu ya ndugu, unalia juu ya watoto wanakusumbua. Maombi peke yake ndiyo dawa yako. Rudia maombi ndugu yangu, rudia maombi utapata yote katika jina la Yesu. Maombi ni kila jibu. Maombi ni jibu ya kila kitu katika maisha yako. Maombi ndiyo yatakusaidia. Rudia maombi ndugu yangu. Tuombe. Elia aliomba na moto ukashuka. Wengi waliomba. Yesu alikuwa naomba, akalia na matoni ya damu yakishuka. Watu waliomba, mitume waliomba, Yeremia waliomba, Petro waliomba. Bwana turumie sana. Mungu unapoomba, Mungu hawezi kufanya chochote. Unapoomba, Mungu atakuja kufanya kitu. Katika unapoomba, Mungu ataonekana na atafanya kitu kwa ajili ya maisha yako. Bwana asifiwe sana. Tulikaza maombi, rudia maombi. Umerogwa na nani? Aliyekuroga atoka kwa jina la Yesu. Aliyekuroga toka kwa jina la Yesu. Bwana tuingie katika maombi. Unaingia katika masengenyo, unajifunga katika mambo yasiyofaa, unajifunga katika vitu visivyowezekana, mambo yasiyofaa. Ingia maombi, ingia maombi, omba Mungu. Unapokishindwa, omba kiko katika maombi, kificha katika maombi, Mungu atakujibu. Usiseme Mungu alikuwa wa zamani, usiseme Mungu alikuwa hao. Hapana, rudia maombi. Na kuambia roho ya maombi kuendelea tena, roho ya maombi kuingia tena. Ujua kwamba chochote unachokikosa utakipata ndani ya maombi. Rudia maombi mpendwa, rudia maombi mpendwa. Paulo na Sila walipokuwa wakiomba gerezani, waliona hawataweza, walishawafunga, wamefungwa, waliingia katika sifa na maombi, waliingia katika sifa na maombi, na milango ya gereza ikafunguka. Bwana tukumbie sana. Ingia katika maombi ndugu yangu. Shida unazoziona it is going to finish kwa jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Kwa jina la It's going Yesu. to finish in the name of Jesus. Maombi. Inaomba roho ya maombi It needs the heart to Mungu get back to akushie you. roho ya maombi. God, give Ujue you the kama heart. maombi ndiyo yatakusaidia. Just know that Maombi ndiyo the prayer is yatakufungulia going to mlango. help you. Maombi The ndiyo prayer is going to open yatakuunganisha doors. na Mungu The tena. prayer is going Maombi to ndiyo put you together yatakufunga with na God. vitu vyote. The prayer is going Katika to jina la put you Yesu. together with Usimame God. kwa maombi. Stand on Usimame prayer. kwa maombi. Stand on Simama prayer. kwa maombi. Stand on prayer. Simama kwa jina la Yesu In the name Kristo. of Jesus Christ. Haleluya. Haleluya. Katika jina la Yesu In the name Kristo. of Jesus Mungu wa Christ. ajabu, Mungu wa uweza, katika jina lako. In the name of Jesus. Haleluya. 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 Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Maombi ndiyo msaada wetu. Prayer is our help. Kama hatuna If we maombi, do not have prayer, tumekwisha. we are finished. Wengi waliomba A lot of people prayed. na watu wakaona matokeo. They saw the
The results. Waliolala usingizi People that hawaombi slept, they did not pray. wakawa na shida. They had problems. Bwana asifiwe sana. God help us. Usikimbilie nafasi Do zingine. not run for other places. Ingia kwenye maombi. Go to prayer. Piga kwenye magoti. Go on your knees. Ukijua hauna kosa If you lolote. know you have no Hauna sin, dhambi. you have no sin. Na ukiwa na dhambi, And if you have a omba sin, Mungu akusamehe. pray for him to forgive Watumishi wako you. hapa, pastor The wako pastors hapa. are here. Nenda wakute. Go and find them. Mwambie Mungu Tell nimekosea them, Mungu. God, I have sinned. Niko naomba maombi naona I'm kama praying, kama inagonga but I mwamba. see that it is reaching a limit. Kuna shida. You have a problem. Ukiombewa msamaha, If you prayed for sin, njia zitafunguka. the way will open. Bwana asifiwe. Amen. Njia zitafunguka. The way will open. Hakuna ufundi wengine. There was no other Kuna doctor. Elia Daniel aliingia maombi Daniel went into prayer 24 for 21 21 days. days. Na malaika And the angel was akaomba, praying. lakini anajua maombi yako yanafika. He knew that the prayer was not going there. Lakini malaika But the angel akashuka kuja kumwambia, came and told him, tuliona jinsi umeanza, we saw how you started, lakini maombi yako but hayafiki. your prayer is not reaching. Imezuiliwa huko. It is being blocked up there. Wamezuia, hawezi They have blocked it. kufikia. It's not reaching us. Tunaona jinsi We tunateseka. see how you are struggling, Na sasa tumekuja and we have come kusaidia. to help. Nimeshapigana na wao I have- ambao wanazuia I maombi. have fought those that are blocking your prayer. The door is open. Lakini Elia angelichoka But if mapema, Eliah was tired early, hawangelikuja kumfungulia they milango. would not come and open the door for him. Kama uko na shida, If you have a problem, omba mpaka uone pray jibu. until you see. Bwana siwe sana. Amen. Omba mpaka uone jibu. Pray until you see an answer. Sema kwamba nimeshaomba To say nimemaliza. I've prayed, I'm finished. Hapana. No. Kuna maombi ambapo The prayer unaishia is tu that you mkanisa. just stop them in church. Maombi unaishia tu The mkanisa. prayer stops in church. Haujatoboa hii. You haven't even- Haujatoka huko You nje. haven't even gone out yet. Sio kusema ni uongo. It's not saying that it's a lie. Shetani iko mkazi. Satan is doing work, Na yeye ndo anazuia. and he's the one that's Kwa preventing sababu it. ukisikika Because if you are na wewe heard ni mwana wa and Mungu, you are a child of God, vyovyote unavyovitaka everything that you want, vitatendeka. it will happen. So kwa hiyo yeye ataishiwe. He is going Sasa to, mpaka zuie until he blocks maombi yako it, isisikike. blocks your prayer to not be Kwa hiyo heard. unabidi kuwa na nguvu. You must have strength. Unabidi kuomba bila You kuchoka. must pray without being Unabidi tired. kuomba kwa You bidii. must pray with strength. Sio kulala. It's not sleeping. Sio kusinzia. It is not Sio sleeping. maombi wa It asubuhi. is not the morning Sio maombi wa prayers. kulala. It's not the night Maombi ya prayers. masaa. It is the Maombi ya prayer kuendelea. of the day. Maombi ya kutimiza. prayer to defend, to Hallelujah. defeat darkness. Haleluya. Amen. Usione Do mwenzako not see your friend. anakutamkia tu neno, They are telling you something. anasema we dada, They say, you sister, shida zako zimeisha. your problems are finished. Na huyo dada akienda nyumbani And shida if that zake sister zina, goes home, anasema kuja sana, anasema they say they come to Sunday. nilikuwa na shida lakini I had a kisha problem, nisema but everything that you zimeisha. said, it's finished. Usema huyo mtumishi You say that pastor, that worker, ni mchezo. it is a game. Hapana. No. Aliomba, akaomba, He akaomba, prayed, he akaomba. prayed, he prayed. Maombi yake The yakafunguka. prayers were opened. Akikutamkia kitu It came to you. kinakukamata. It grabs you. Kwa hiyo milango iko wazi. That is leo. why the door is open. Hakuna mtu wa kuzuia maombi There's no one yake. that is blocking someone else's prayer. Nataka na wewe I want you as ufike well mwa hiyo level. to go into that Ukiambia level. mtu If you tell na mambo someone yake and yanafunguka. their business is Ukiambia open, mtoto wako, if you tell your ninaona wewe child, shida zinakusumbua. I see the Nasema problems hizi of kwa jina la Yesu. in the name of Na Jesus, mtoto wako anafunguliwa. and the Bwana doors asifiwe open. sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Wewe mwenyewe ndio utafungua You watoto are going to wako. open Wewe mwenyewe gates. ndio utawalaani You watoto are going wako. to help them. Unaweza kujivaa gumu moyo wa He will give ushujaa. you the strength. Ukiona tatizo katika nyumba See yako, a problem in wewe ndio your utafunguka family. kila kitu You're the one that is kitafunguka. going to make Bwana asifiwe everything sana. right. Amen. Kwa kinywa chako. In your mouth. Amen. 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 Mungu wakati alikuta dunia inajaa God, when he maji, found that the world was full of water, na Biblia inasema the kwamba Bible says that hakuna kitu kilifanyika, there's nothing that happened. na Roho wa Mungu alikuwa And the pale Holy Spirit was there mpaka until neno lilitamkwa. the word was said. Lakini siri ninayotaka kukuambia, But the secret I want to tell ili you, ongee maneno na yatendeke, before you say something and it happens, unabidi kwanza na Roho wa you Mungu must ndani first have the yako. Holy Spirit in you. Ukiwa umeokoka, If you are saved ndio na Roho wa Mungu, and the Holy Spirit, chochote utakachokisema everything that you say, kitatendeka.
It's going to happen. Lakini ukikosha fungua But milango, if you have already opened the door, milango ishakuwa wazi, if the door is maombi open, yako yashakuwa the wazi, prayer is hakuna open. mtu akingana No izuia, one is blocking it. na wewe unajisikia. You are feeling yourself. Ukiingia katika maombi, If you go to prayer, unasikia maombi yako yanapenya, you see that your prayer is maombi yako yanafunguka, open. hakuna kitu kinazuia There's maombi nothing that is yako. blocking your prayer. Unaona mambo yako You see that yatafunguka, your business is hakuna good. mtu wa kuzuia There's no tena, one to block it. kwa sababu kuna vitu vingi unabidi There are a kufanya, lot of things that you need to lakini do, vinazuiliwa. but they are Kuna blocked. vitu vingi ambavyo unahitaji There are a lot of things kufanya, that you need to do, lakini vinazuiliwa. but they are Wewe blocked. ukifanikiwa, You, if you are kanisa blessed, litafanikiwa. the church will be Wewe blessed as ukiendelea well. mbele, You, if you sisi continue wote hapa forward, tutaendelea all of us mbele. here, we go Bwana forward. asifiwe sana. Help us. Kufanikiwa kwako Your ni blessing furaha yetu sisi. our- Wewe ukiendelea You, mbele, if you continue, sisi tunaendelea we mbele. are also Bwana continuing. asifiwe sana. Acha niseme kitu Let me hiki. say this. Ninasikia niseme hili neno. I want to say this. Kuna watu ambao There are people that, wakiona wenzao if they see wamebarikiwa, others are blessed, wanasikia they, wivu. they feel jealous. Unajisumbua, unajipotezea baraka. You are blocking blessing from yourself. Ukiona wenzako If you anabarikiwa, see someone else is ujue blessed, kwamba Mungu just know that iko God kwa jirani yako. is with your Kesho neighbor. atakuja kwako. Tomorrow is going to come to Akilala you. na dili na jirani He's yako. still dealing with your Akimalizana na neighbor. jirani He's yako, still dealing with your atakuja kwako neighbor. wewe. When it's finished, he's Wewe going to come mwambie to huyu you. jirani yako mwenyewe Go to your amebarikiwa. neighbor who was blessed. Aendelee kubarikiwa. Go continue Mchochee blessing. endelea kubarikiwa. Help him continue to be Juu blessed. ukiendelea kufanya vile, Continue to Mungu do that. anakuona na wewe God is yako. going to see Kwa your sababu hearts. maandiko yanatuambia, Because the word tells us, tunawatendea wetu mema ili na sisi wataturudishia. Mungu we ataturudishia do mema. good for others so that Ukilikuwa God na can do wivu good kwa for us mwenzako, too. If you kwa have sababu bad thoughts for amebarikiwa your hivi, neighbor because they were blessed una that way, block baraka you are zako. blocking your blessing. Lakini baraka zake hawezi But their bloke. blessing, you're not So going to Mungu receive it. aisha ruhusu. Because God has made it happen. Mungu akitaka kusaidia If mtu, God wants to help Mungu someone, akitaka kujibu maombi if God yako, wants to answer your prayers, hakuwaga nauliza mtu. He's not going to ask anyone. Bwana sio sana. Help us. Tunaambiwa kwamba We know that ufalme wa Mungu, the kingdom of heaven, ufalme wa Mungu the kingdom of sio wa heaven demokrasia. is not a democracy. Ufalme wa Mungu The kingdom of ni wa heaven, kifalme. it is a kingdom. Na katika ufalme, And within a monarchy, vitu vyote vyenye vinakuwa everything kwa ile that is there in ufalme the kingdom, ni vya mfalme. it is of the king. Watu, vitu, People, manyumba, things, the houses, watoto, the kids, kila kitu everything ni chake. is his. Bwana siwe sana. God help Bwana us. siwe sana. God Kwa praise. hiyo wewe ukiwa mtoto wa Mungu, If you are a child of wewe ni God, kitu cha Mungu. you are of God. Wewe ni kitu cha Mungu. You are something of Kwa God. hiyo Mungu ukitaka kupata If you kitu, want to receive ukikuwa something, maskini, if you are poor, unamwambia baba you yako, tell your unaenda kwa father, mfalme, go to the mimi king. nahitaji kitu I fulani. need this. Kwa sababu mfalme kuna kila kitu. Because the king has everything. Atakupa. He's going to give it Bwana to siwe you. sana.